Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Leo naomba tutazame kwenye eneo la hatima ya mwanadamu au maisha ya mwanadamu kiujumla. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri 7 ule mstari wa 8 anasema, ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kila hatima huwa ina mwanzo na kila hatima huwa ina mwisho, nikiwa namaanisha kwamba kila maisha ya mwanadamu huwa yana mwanzo na huwa yana mwisho. Kuna aina 4 za hatima au maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza akayaanza maisha yake au hatima yake vizuri kabisa bila kuwa na shida yoyote, nikiwa namaanisha kwamba akaanza kufanya mambo yake akiwa sawasawa na mapenzi ya Mungu au akiwa yuko kwenye mikono salama ya Mungu na akamaliza vizuri. Lakini vile vile mwanadamu anaweza akaanza vizuri hatima yake akamaliza vibaya. Mwanadamu huyo anaweza akaanza vibaya akamaliza vizuri, na anaweza akaanza vibaya akamaliza vibaya. Kwenye eneo la kuanza hatima au kuanza maisha vibaya au vizuri, sio jambo kubwa kihivyo, lakini nilikuwa napenda tutazame vizuri kwenye kuimaliza hatima au kumaliza maisha. Ni muhimu tumalize hatima zetu au tumalize maisha yetu kwenye ulimwengu huu vizuri, sawasawa na mapenzi ya Mungu, sawasawa na kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Lakini tukimaliza vibaya, haiwi nzuri mbele za Mungu na haiwi nzuri kwetu vile vile. Ni wakati gani sasa tunaweza tukasema kwamba sasa tumemaliza vizuri? Kupima kumaliza kwetu vizuri au vibaya, tunaangalia maeneo mawili. Eneo la kwanza tunaangalia kusudi la Mungu kwenye maisha yetu, lakini eneo la pili tunaangalia uzima wa milele. Mtu akilijua kusudi la Mungu kwenye maisha yake na akalitumikia katika utimilifu wake, akiondoka kwenye huu ulimwengu akiwa yuko kwenye hali hiyo, tunasema kwamba amemaliza hatima yake vizuri. Lakini vile vile mtu akiwa ameishi kwenye haya maisha na akampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, kwa maana ya kwamba anao uzima wa milele, tunasema huyu mtu kweli amemaliza hatima yake vizuri. Lakini chochote kile tofauti na hivi ambavyo nimevisema, ambavyo ni viashiria vya kumaliza hatima vizuri, chochote kile tofauti na hivi, tunasema huyo mtu hajamaliza vizuri, amemaliza vibaya, ambacho sio kitu kizuri. Kutokulijua kusudi la Mungu na kutokulitumikia, vile vile kutokuokoka, yani kumpokea Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, sio jambo zuri, na hatuwezi kusema kwamba umemaliza hatima vizuri. Kwa hiyo lazima tuzingatie kujua nini hasa Mungu anataka tufanye kwenye haya maisha, na tuhakikishe kabisa kwamba tunafanya hilo jambo, lakini vile vile tuhakikishe tumembeba Yesu moyoni, au Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Sasa ni kitu gani hasa ambacho kitatuwezesha basi kufanikisha kumaliza hatima vizuri? Ni Mungu pekee. Neno la Mungu linasema sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, asema Bwana, bali ni kwa Roho wangu. Hatuwezi kufanya kitu chochote isipokuwa Mungu ametuwezesha. Kwa hiyo unyenyekevu ni kitu cha msingi sana. Haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe huna dini, haijalishi wewe ni Mkristo, unyenyekevu ni kitu cha msingi. Kusikiliza watu, kwa sababu ndipo kuna mlango wa wokovu. Sikiliza watu, usiwe mbishi, usiwe mjuaji sana. Tega sikio, msikiliza kila mtu,
kwa sababu ndipo kuna wokovu. Huwezi jua Mungu atakutana na wewe wakati gani na kwenye mazingira gani. Huwezi jua ni nani ni mkweli, nani sio mkweli. Neno la Mungu linatuambia kwenye ile Mithali 14:12, ipo njia inayoonekana kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake huwa ni njia za mauti. Kwa sisi tunaweza tukaona kwamba tuko kwenye njia sahihi, tunachokifanya ni sahihi, kumbe mbele za Mungu tuko kwenye njia ambayo sio kabisa, au tunapotea. Kwa unyenyekevu ni kitu cha msingi sana, kwa sababu kila siku huwezi jua Mungu amekukusudia nini. Kornelio alikuwa hajaokoka kabisa, lakini alipata wokovu kupitia Petro. Kwa sababu gani? Alikuwa na unyenyekevu. Kuna namna fulani alikuwa anamtazama Mungu, haijalishi alikuwa yuko kwenye nafasi gani. Kwa hiyo kwenye hayo makusudi, kwa mfano tukimwangalia Paulo hakuanza vizuri, lakini alimaliza vizuri. Yesu Kristo alianza vizuri na akamaliza vizuri sana kusudi lake. Daudi alianza vizuri akamaliza vizuri, lakini ukimwangalia Suleiman hakumaliza vizuri, japokuwa alianza kwa kishindo. Ulimwenguni kuna usemi ambao wanasema kwamba kabla haujafa haujaumbika, akiwa anamaanisha kwamba chochote kinaweza kikatokea hapo katikati. Kwa hiyo tuendelee kumsihi Mungu, tuendelee kunyenyekea mbele zake, na tuendelee kumwambia, haijalishi uko kwenye dini gani, haijalishi uko kwenye dhehebu gani, mwambie Mungu, tafadhali na kuomba, ombi langu ni hili tu la msingi, kwamba naomba baada ya maisha haya niweze kukuona, niweze kuwa pamoja na wewe. Fanya chochote unachoweza kufanya Mungu. Kama nilipo sio sehemu sahihi, nisaidie niwepo sehemu sahihi. Kama ninachofanya sio kitu sahihi, nisaidie niweze kufanya kitu sahihi. Eka hiyo iwe ni prayer point yako, yawe ni maombi yako ya kila siku, kwa sababu kwa macho ya wanadamu, kwa macho ya mtu ni ngumu sana kujua, ila yeye aliyeumba mbingu na nchi anafahamu ni wapi tulipotoka, tulipo sasa, na tunapotakiwa au tunapopaswa kwenda. Kwa kuweka ombi la namna hiyo, bila kuweka ujuaji wa aina yote, bila kuweka kiburi cha aina yote, itatusaidia kuhakikisha kabisa kwamba mwisho wa siku hatima zetu zinamalizika vizuri na ushindi. Shalom, shalom watu wa Mungu. Mungu aendelee kututunza na kutubariki. Amen.